Kuni ni zetu lakini twauziwa. Watufuatiao wa juu ya shingo zetu. Wanaotufuatia wako juu ya shingo zetu. Tumechoka tusipate raha yoyote. Tumechoka, hatuna raha yoyote. Tunatembea, tunakula chakula kwa kuhatarisha nafsi zetu. Kama tunapambana kutafuta chakula, tunapambana ili tupate tu chakula siku moja na kulala. Sio watu wa kupata na kuweka akiba, sio maisha yetu. Lakini watu hao wanaenda kanisani. Watu hao wakiulizwa Bwana Yesu anasema amina. Nataka nikuambie shida ni nini? Shida tunakuja kuiona katika Ezekiel 16 ule mstari wa kwanza mpaka wa 6. Tumekuja kuona asili ya kuzaliwa inavyomtesa mtu. Yaani historia, roho na asili za familia ambazo zinaweza kutesa vizazi na vizazi na vizazi. Endelea. Tumewapa hao wa Misri mkono. Na Waashuri nao ili tushibe chakula. Yaani wameenda kwa watu watumwa wao, wamewaendea wakiwaambia tunaomba msaada tushibe chakula. Maisha yetu ni magumu, tunahitaji chakula. Endelea. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Kinachowatesa ni asili yao. Nitazame hapa. Kinachowatesa ni asili. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Sio sisi. Kuna watu wanaanza kunielewa hapa. Kuna Watanzania mnanielewa? Amina. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Sio sisi. Baba. Sisi tunateseka kwa sababu ya baba zetu. Tunateseka kwa sababu ya bibi zetu. Tunateseka kwa sababu ya babu zetu. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Baba zetu walitenda dhambi na sisi tumeyachukua maovu yao. Sikiliza, keti kidogo. Hawajayachukua maovu yao, maovu ya baba zao kwa kuyataka. Kwa sababu wao ni damu. Ni damu. Tabia na kurithi katika familia na ukoo zinatembea kwenye damu. Wewe ni wa wapi? Uje kushangaa unamzaa mtoto. Wanakuambia mtoto kafana na babu yake. Kwani babu yake ndio aliyepachika mimba? Anafanana na babu yake. Babu yake ni damu. Tunapoivunja hiyo roho na kuvunja hizo madhabahu, tunadhiri ukombozi kwa damu ya Yesu. Tunairuhusu damu ya Yesu ipite kwenye kizazi, ifute zile roho za kurithi. Utampiga mtoto wako fimbo bure kwa kutokujua kushughulikia hizo roho. Walisia chini. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako. Na sisi tumeyachukua maovu yao. Watumwa wanatutawala. Hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Hakuna mtu wa kutuokoa na mikono yao. Tutapata chakula kwa kujitayarisha nafsi zetu. Kwa sababu ya upanga wa nyikani. Asante mtumishi. Baba, tuzungumze baba. Baba zetu. Kuna mambo waliyafanya. Baba zetu. Kuna maagano waliyaweka. Baba zetu. Kuna mambo yanaupesa ukoo kwa sababu ya wazawa wa hapa walijenga nini mwanzo. Ndio maana unakuta ukienda
Ukiangalia sana unamwambia huyu vipi, mbona amefanikiwa? Watakwambia huyu ni mchaga. Amjaye kuona? Wanakwambia huyu kabila gani? Wanasema huyu ni Masai. Amekuja kwenye nchi nyingine amefanikiwa. Ila wazao wenye ardhi zinawaambia baba zenu walikataa mtu asio tajiri. Ardhi zinakataa, zinasema msiende huko. Kila wakitaka kuchanua wanazuiliwa.